Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, najua leo watu wengi sana mmevaa mavazi mekundu mkiwakilisha sikukuu ya wapendanao duniani. Sasa hii sikukuu ya wapendanao duniani ilianzishwa na nani? Na nani aliwaambia tarehe 14 mwezi wa pili ni siku ya watu wapendanao? Sasa kibibilia watu wanatakiwa kujua kwamba sikukuu kama hii sio sikukuu ya kibibilia kabisa, wala haipo. Mungu anachohitaji ni upendo ndani ya watu siku zote na sio siku moja. Tafsiri ya upendo sio ya siku moja, bali Mungu anahitaji upendo wa kila siku. Umpende mwenzi wako kila wakati, umpende mwenzi wako kila saa. Sio unampenda siku moja. Tarehe ya leo ni tarehe ya kishetani, acha nikwambie tu ukweli. Kwanza kibibilia haikuwa tarehe ya watu wapendanao, bali ilikuwa ni siku ambayo wana wa Israeli walimchinjia Mungu dhabihu, walimfanyia Mungu Pasaka, tarehe 14 mwezi wa pili. Sasa ni siku ambayo Ezekia mfalme wa Israeli aliwaombea watu toba, wakatakasika. Wale ambao walikuwa hawajafanya maombi ya utakaso, hawakutoa dhabihu za utakaso, wakatakasika na Mungu akaisikia sala ile ya Ezekia. Sasa watu wa Mungu, Walawi, makuhani pamoja na makabila kama vile Efraimu, Manase na Isakari, wote hao walikuwa hawajajitakasa, lakini siku ya 14 ya mwezi wa pili walijitakasa na wakaombewa, wakapata utakaso, wakapata rehema mbele za Mungu. Sasa bora hata ungeitumia hiyo siku kama siku ya kumwambia Mungu, najiunganisha sasa na neno lako, nami nitafute utakaso, nitakasike juu ya dhambi zangu na maovu yangu, ili unipe neema, mambo yangu yaende sawa. Maana Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini badala yake watu siku ya leo wamepanga jinsi gani wataenda kumtenda Mungu dhambi. Wengine hawana ndoa, wanaenda kuzini, wengine wanaenda kulewa, wengine wanaenda kufanya anasa za kila namna. Siku ambayo watu walijitakasa, wewe ndio siku ambayo unaenda kutenda maovu. Hebu fikiria juu ya hayo. Wewe umeokoka na unamtasema unampenda Mungu, lakini unaisherekea sikukuu hii kwa faida gani? Na Biblia inasema amri iliyo kwanza na kuu ni upendo. Kwa hiyo tujifunze upendo, sio kwa majira bali kwa kila wakati. Mungu akubariki sana.